Hizi ni gharama 5 za kutosamehe. Hebu mfikirie mtu aliyekuudhi miaka kadhaa iliyopita. Inawezekana huyu mtu anaendelea vizuri na maisha yake, anacheka, anaenjoy kazi yake, analala kwa amani. Lakini wewe kila unapokumbuka tukio hilo, moyo wako unaanza kuumia tena. Hapo ndipo utagundua ukweli huu muhimu. Gharama ya kutokusamehe ni kubwa kuliko gharama ya kusamehe. Gharama ya kwanza, unapoteza amani ya moyo. Yesu anasema hivi, amani na waachieni, amani yangu na wapa. Kwenye Yohana 14 mstari wa 27. Unajua amani ya moyo usiichukulie vyepesi. Ukiwa na amani ya moyo, hata ukila chakula kinashuka. Lakini usipokuwa nayo, hata mate yako mwenyewe yanaweza kukupalia. Mtu mwenye kinyongo hawezi kufurahia amani hiyo. Anaweza kuwa kazini, lakini akili yake iko kwenye maumivu ya zamani. Anaweza akawa kanisani anaabudu, lakini moyo wake unaendelea kubishana na mtu aliyemkosea miaka mingi iliyopita. Kutokusamehe kuna kufanya uishi jana badala ya leo. Kinyongo humfunga zaidi aliyekibeba kuliko yeye aliyekisababisha. Gharama ya pili, huzaa uchungu unaokuwa taratibu. Waebrania 12 mstari wa 15 inasema, shina la uchungu lisije likachipuka na kuwasumbua, na watu wengi wakatiwa unajisi kwa hilo. Kutokusamehe kunazaa uchungu ndani ya moyo wa mtu. Sasa viwango vya uchungu vinatofautiana, lakini mtu mwenye uchungu lazima tu atawasumbua wengine. Utamkuta leo ana hasira, kesho ana huzuni, mara kitu kidogo tu amesha panic sana. Na bila shaka umewahi kusikia mtu anasema mtu fulani anagubu. Yaani huyu mtu hawezi kurelate na watu wengine, hawezi kushirikiana na watu bila kuleta tafrani fulani. Yeye ni kukasirisha tu watu na kuwatia unajisi. Ukimchunguza mtu huyu kwa ukaribu, inawezekana sana ana uchungu moyoni ambao unaweza ukawa umesababishwa na hali ya kutokusamehe. Gharama ya tatu, huharibu mahusiano mengine. Mtu mmoja anaweza akawa ameumizwa na rafiki yake, akaapa sitakaa ni muamini mtu mwingine yeyote. Matokeo yake ni nini? Anaharibu hata mahusiano ambayo yangeweza kuwa baraka kwake. Maumivu ya zamani yakaanza kutawala maisha ya sasa. Usiruhusu kosa la mtu mmoja likufanye uwapoteze watu wazuri ambao Mungu amewaweka mbele yako. Unamkuta mdada anasema, nawachukia wanaume wote mimi. Ni sawa dada yangu kwamba umeumizwa huko nyuma na jamaa fulani. Sasa usiwajumuishe wanaume wote. Wapo wanaume wema ambao Mungu anaweza kukuletea kwenye maisha yako. Gharama ya 4, huzuia maombi na mahusiano yako na Mungu. Yesu anasema hivi kwenye Mathayo 6 mstari wa 14 na mstari wa 15, kwa maana mkiwasamehe watu makosa yao, Baba yenu wa mbinguni atawasamehe ninyi pia. Lakini msipowasamehe watu, wala Baba yenu hata wasamehe ninyi makosa yenu. Kuna watu pia ambao ni hodari sana kusema ile sala ya Baba yetu uliye mbinguni. Sasa kuna sehemu pale inasema, utusamehe deni zetu kama nasi tunavyowasamehe wengine. Hapa watu wengi wanasema haya maneno bila hata kujua, lakini haya maneno yana uzito mkubwa sana. Mungu anasema, sitakusamehe ikiwa hutasamehe watu wengine. Kumbe usiposamehe watu wengine kunaleta dosari kati ya uhusiano wako na Mungu. Mungu anataka mioyo yetu iwe tayari kusamehe kama anavyotusamehe sisi. Si kwa sababu waliotukosea wanastahili, lakini ni kwa sababu sisi tulipokea neema ambayo hatukustahili. Gharama ya 5, kumpa shetani nafasi. Waefeso mlango wa 4 mstari wa 26 na 27 inasema, jua lisichwe na uchungu wenu bado haujawatoka, wala msimpe ibilisi nafasi. Hasira inayodumu hugeuka kuwa mlango wa shetani, na kupitia mlango huu huingia uchungu, kisasi na mgawanyiko. Ndio maana Biblia inatuhimiza kushughulika na majeraha yetu mapema kabla hayajakomaa. Labda kuna jina ambalo limeingia akilini mwako wakati unasikiliza video hii. Labda kuna tukio ambalo ukilikumbuka bado unaumia ndani ya moyo wako. Leo Mungu anakuita uachilie mzigo huo ambao umeubeba kwa muda mrefu. Kumbuka, kutokusamehe hakumbadilishi aliyekukosea, lakini hukubadilisha wewe. Na msamaha unakuweka huru wewe zaidi ya aliyekukosea. Mpaka wakati mwingine, amani iwe nawe.